bana wana Simba baada ya mchezo kumalizika hapa KMC Complex. Usifikiri utani, ingekuwa embe dodo, ningekula na majani. We, Simba naipenda. Usifikiri utani, ingekuwa embe dodo, ningekula na majani. Enjoy sana leo. Sana. Ngoma finali imeipunguza kwa namna fulani? Bwana, mimi nimefurahi kwamba tumempiga nani? Tumepiga nani wa mtu? Singida. Wa mtu. Jina lao ni Singida Black Star. Kama Yanga B tu. Sisi tumeipiga Yanga B. Ndio maana walikuwa wanafanya mazoezi pamoja. Kwa nini milioni 200 unafikiri zinatokea wapi? Sio kwa tajiri yao. Mrezi wa timu hiyo. Sasa kwani ukiangalia hapa kwenye jezi yao imeandikwa nini? GSM. Si ndio milioni 200? Sisi tunachofurahi ni kwamba tumewapiga mtu na ndugu yake, na leo Yanga kama leo Singida wangetufunga Yanga, kesho wangesema wanacheza tarehe 15. Kabisa, ndio kweli. Leo walipoteza sisi. Tungepoteza wangecheza tarehe 15. Wangesema kabisa leo wanatangaza wanacheza. Yaani hao wanasubiri sisi tupoteze pointi ili wao watangaze kwa wanacheza. Kwa sababu wanajihakikishia ubingwa. Tumeacha na pointi moja tu. Umeona hicho kitu? Kwa hiyo kikubwa ni kwamba si kwanza tuwapongeze wachezaji, wametoka kwenye mechi ngumu sana. Tumecheza Jumapili, wamevuka Jumatatu, jana Jumanne mazoezi, Jumatano leo wanacheza mechi ambayo pia ni ngumu. Wametumia nguvu kubwa. Kwa hiyo leo kuna watu wanadai ushindi ni mwembamba, mimi nasema no. Wachezaji walikuwa wamechoka, wametoka kwenye mechi kubwa na wamepambana, wametupa ushindi, wametupa pointi 3. Tuwapongeze na tuwashukuru. Kwa kweli for me nimefurahi sana, na kwa kweli nawapongeza wachezaji wetu. Kikubwa anachosema Manyara nyumbani kwetu, tukutane tarehe 31. Sasa kama ilikuwa ngumu ya Manyara itakuwaje? Manyara? Si tumecheza nao. Leo ukiangalia kikosi cha Singida mchezaji mmoja tu. Ndo Mtanzania alianza kwenye kikosi cha kwanza. Maana yake ni kwamba na walivyocheza na Yanga ilikwaje? Kwa hiyo sisi hatuwajali hata wakija vipi, hatuwajali. Kikubwa ni kwamba tunachoangalia ni kwamba sisi tunachotaka, japo tulisema tunajenga timu, lakini kila kinachokuja mbele yetu tunataka tukichukue. Ile ubaya ubwela tunauapply mpaka tarehe 31. Kilichotokea leo ni ubaya ubwela, tunaupeleka mpaka Manyara. Finali tunaitaka. Akitukimbia kwenye ligi kama hatoleta timu kucheza, basi kwenye finali ya CRDB za Federation Cup tunataka tukutane nao. Sawa, daktari. Naam, niambie. Malkia ndio hivyo. Malkia shamaliza. Ndio hivyo. Kama wanakimbia kwenye ligi kuu, tunakutana nao CRDB Federation Cup. Hakimbiwi. Mume hakimbiwi. Umeelewa? Mume hakimbiwi kwa sababu kuna muda tutamwomba matumizi. Ndio wao. Wakimbia. Wanakimbia kwenye ligi tarehe 15, tunakutana nao FA. Safari inaanza kesho, tukutane Manyara kwa kina Agi Simba. Tunakwenda kutawala mji pale, tunachukua bao za kutosha hao finali. Sisi hao. Leo tumeonyesha dozi kidogo, pamoja kwa wamepewa hela na bosi wao milioni 200. Wamekosa kila kitu. Tumeona wamekamia game, wataka kumlisha mchezaji wetu, mchezaji Jonathan Soa. It was very totally unprofessional footballer. Footballer professional hawezi kuact kama Jonathan Soa. Unamchukua kipimbo, unampiga mchezaji. Unataka kupiga mashabiki. Unampiga makusudi mchezaji. How? Professional player. Maana yake alitumwa na Yanga atumizie golikipa wetu, amekwama. Alitumwa na Yanga atumizie Chabalala, kakwama. Kwa hiyo leo amekuwa mchezaji ambaye utafikia anacheza Ndoto Cup. Hata Ndoto Cup wachezaji wa nidhamu zaidi yake. Undisciplined kabisa. Jonathan Soa amecheza, ni mchezaji wa daraja kubwa, lakini ni mchezaji leo wa hovyo na discipline yake ya hovyo kwa sababu ya hicho kionyesha leo. Unaona vizuri? Football, CAF, FIFA wana implement fair play. Unaelewa? Kwa sababu usitaishe maisha ya mchezaji mwenzio, kwa sababu miguu ya mchezaji ndio maisha yake. Leo nataka kumkaga mchezaji kwenye miguu, kumuumiza, baada ya siku 2 tuna mechi. Unataka nini? Alafu unaambiwa unapani kutaka kupigana. Why? Jonathan Soa ameniumiza moyo sana leo. Lakini tumecheza vizuri kwa nidhamu. Umeona ukiangalia Simba ilivyocheza leo na finali, inakuingiza kwenye sayansi ya mpira na usema kwamba always football ili timu bora ipate matokeo inahitaji 4 aspect. Aspect ya kwanza tunasema ni fatigue aspect. Leo wachezaji wengi wa Simba walikuwa ni mentally na physically, fatigue yao
imepungua kwa sababu ya mchezo wa finali. Walitumia nguvu kubwa sana kucheza finali, energy nyingi. Tumepumzika siku moja jana, leo mechi. Unaona ratiba ilivyokuwa ngumu. Na ndio maana unaona mchezo kama Joshua Mutale, Jean Charles Ahoua, Eliem Pass Kibisara leo hajadeliver kama jinsi ambavyo tumewazoea. Ni kwa sababu ya nini? Ya mchoko wa kimwili na kiakili. Kwa TFF nao pia wangeliangalia hii ratiba. Ratiba ya Simba imekuwa ngumu sana, imesongamana sana. Ndio maana afya ya wachezaji inakuwa ikawa ni hatari. Kwa otherwise leo wangepigwa bao 5 mpaka bao 4. Tulikuwa na nafasi hiyo. Unaona Jean Charles Ahoua akapata nafasi ya wazi, kashindwa kusikia kwa sababu ya uchovu. Usimlaumu, katoa wachezaji juzi finali kubwa intense. Leo naipa timu kubwa kama Singida na wachezaji wakubwa wazuri. Na wazuri kwa hawezi kudeliver kile ambacho unatarajia. Kwa hiyo tushukuru Mungu tupata ushindi wa bao 1 na alama 3 ambazo zimetukita nafasi ya pili tukiwa na alama 72 nyuma Yanga Afrika. Haishi mpaka ishe. Michezo mitatu ijayo itaamua nani atakuwa bingwa. Kwa hiyo mmeshinda dabi nyingine leo. Dabi nyingine leo tumempiga Yanga, tumempiga Singida, tumempiga washirika wake, tumepiga mashemeji, tumepiga paka mawifi leo. Tumepiga milioni 200 za ushindi wao, tumepiga milioni 100 za draw. Tumepiga kila kitu leo. Mpaka waandishi wao machawa, wachambuzi wao machawa, kila kitu tumepiga leo. Kwa hiyo hili goli moja hili lina maana kubwa sana. Tumeshangilia watu uwanja mzima, tumeshangilia pale. Kwa hiyo ni goli ambalo limetupa thamani kubwa na imeturejesha mchezoni kuelekea mchezo unaofuata wa pale Manyara ambao ni mchezo dhidi ya hawa. Kwa hiyo wakajipange kule na tunakwenda kuadhibu pale. Tunamwambia huyu aliwaahidi milioni 200 au haidi milioni 200 zingine sio 400 mechi inayofuata. Maana hawa Singida hao unaona hivi wakikutana na Yanga wanakuwa kama vile Masonche na Kapeto. Wanakuwa kama vile Makachecho, wanapochechemea hivi. Tukutane Manyara. Wewe mzee inakuwaje? Kama kawaida. Uko vizuri? Niko fresh kabisa. Kama ilikuwa kwa tabu sana leo. Shehe wangu. Mtoto mdogo halali na hela, mtoto mdogo analala nepi. Elewa, ilikuwa muhimu lazima atoe pointi 3. Muhimu ni pointi 3. Tuna mechi naye ya CRDB tarehe 31 kule Manyara. Kwa muhimu leo ilikuwa ni pointi 3. Maana yake najua mechi zetu zote zilikuwa mbele yetu za NBC. Kama tutatokea mechi moja tutaharibu tu. Basi wale ndugu zetu wa upande wa pili wale watatangaza tunacheza mechi ya tarehe 15 Juni. Elewa. Kwa sisi tunahakikisha kila mechi iliyokuwa mbele yetu zote tunashinda. Mpaka mechi ya tarehe 15 Juni tunaenda tofauti wa pointi 1. Kwa wataamua wao sasa. Wacheze, walete timu au wasilete timu. Tutangaze mabingwa mezani au walete timu tuwapasue uwanjani. Kwa wataamua wao. Kwa sababu tuko imara, tumekamilika kila eneo. Wewe unachokitafuta ni kuelekea mechi ya dabi muwe na utofauti wa alama 1. Wasipoleta timu mtangazwe kwa mabingwa. Sasa ndio? Yani tunahakikisha wale plani yao sisi tushaijua muda mwingi sana. Plani yao kwamba sisi wanasema hatuchezi, lakini wao wanasubiria sisi tuharibu hata mechi moja tu. Tukiharibu mechi moja hata kutoa sare, maana yake wale watatangaza siku ya pili watatangaza bana mechi tunacheza tarehe 15. Sisi tushawashtukia mbinu zao. Sisi tunahakikisha tunapambana kia tushawaambia wachezaji wote pamoja na mechi la ufundi. Tunahakikisha tunapambana mechi zote zilizokuwa mbele yetu. Tushinde ili mechi ya tarehe 15 ije kuamua. Kama ataamua yeye sasa, aje uwanjani alete timu tumpasue ama tutangaze ubingwa mezani, ataamua yeye. Kwa sababu hata kipigwa pointi 15 kwa kauli yake yeye anaishia nafasi ya pili. Kwa ataamua yeye. Sisi tunawaambia tu, mpira unahitaji maneno mengi, mpira unahitaji vitendo. Wao kama wamefeli, sisi watusheke sisi. Tumecheza finali ya CAF bwana. Sisi tumecheza finali ya CAF, wao wamefeli msimu huu. Mimi nilijua kwamba wao wangekuwa na akili kama wangejiuliza tu. Kutokana na msimu kufeli mashindano ya CAF, maana wao wangefanya vitu vya kujiuliza kwa nini tumefeli. Shukrani sana. Asante sana.